Hiyo ni recording style pahali ama ni mpya kwenyu? Eh? So today is the hiyo ni date sijui, think ni date 8. Yeah. So hapa ni well, hii ni well penye nashutia video, hapo ni manini. Yeah, simple. Aldo unaishi wapi? Naishi Ushago. So today welcome to a psychology video today, and I'm going to be going through I'm going to be going through how you should overcome losses. How to overcome losses as a trader. Sasa sikia. Number one, the reason why una lose, it's because of two things. Nilikuwa niseme one thing, two things. How you understand. Kwa trading kuna vitu mbili. Kuna mindsets ngapi? Naenda kwa course yangu, chukua simu yako, ingia YouTube, and then uende kwa course yangu, uende watch your course yote. Naendelea tu nikiupload. Kwa the first course nikisema kuhusu my trading system, I think nimeongelea kuhusu hii kitu. Na wakati nilidiscover hii kitu ndio wakati like mambo ilichange. Like hapo ndipo vitu zilichange. Na kaya nilidiscover ni ati kwa trading kuna mindsets ngapi? Kuna traders mindset na entrepreneurs mindset. The reason still una fail kama trader ni juu ya vitu mbili, ni juu number one, traders mindset yako ni weak, entrepreneurs mindset yako ni weak, na number three, which is the most important, hazialign, ziko in conflicting, like zote zina conflict, you understand? So what are you supposed to do as a trader? Traders mindset, wacha tuingie kwa traders mindset. What is traders mindset? Traders mindset ni kubuild system. Sahi wewe kama ni beginner trader ama intermediary, kazi yako si kubuild system sahi. Kazi yako ni kuwork hard on the strategy. So sikia. Kuna difference kubwa. Nimelisema hivi kwa my last video. Kuna traders mara ngapi? Mara 4. Kuna beginner trader, kuna advanced trader, kuna intermediary trader na nimesema ni kuna beginner trader, kuna intermediary trader, kuna advanced na kuna professional. So beginner trader ni mse ajui anything. Intermediary ni mse mwenye anatafuta strategy mingi akimake losses. Advanced ni mwenye ameshapata edge, mwenye amesha understand strategy yake. Professional ni trader mwenye sasa ako na system behind his own strategy. A good example of a professional trader is me. So, for example, let me tell you what I do. Nikiingia kwa market, the first thing nataka kuangalia 4-hour time frame na 1-hour time frames na align. Na at the same time nataka kumark trends. Nataka kumark levels. Ukiangalia kwa MT5 yako, acha tutoe MT5 nionyeshe vile trade ni rahisi. Wifi inafika huko. Iza. Ukitoa MT5 yako ama trading view yako, utarealize nini? Kuna buttons mbili hapo juu, kuna buy na sell. So, kwa levels, it's the most important thing. Understanding levels. Kujua buyers wako wapi, sellers wako wapi. Extremely important. So, levels. Ukimaster levels, uko mbali sana. And then after levels, sasa ndio strategy inakuja. So, strategy yangu na Mr. Feature, enda usearch trades by SCI. Trades by SCI. Enda umsearch YouTube, msearch Instagram. Hapo ndipo nilitoa strategy yenye natumia ICC, indication correction continuation, best strategy ever. And then the fourth step, hapo ndipo sasa naingililia sasa. Hapo ndipo sasa entrepreneurs mindset inaingilia. Fourth step inahusu nini? Inahusu risk management yako. Na iko extremely intertwined na traders mindset because ndio ukuwe na good risk management, lazima ukuwe na umeweka stop loss the best place possible. Place yenye market ikireverse, shida siwe ni market. Lazima take profit yako weke kwa the best place possible. Na lazima ikuwe risk to reward 1:2 ama 1:2 and above. So mimi nitajita swing trader. Mimi na target 1:2 is more of an intraday trader, but swing traders ni kuswing 1:4 kitu kama hiyo. Lazima trade yako ikuwe above 1:2. Ikiwa beneath 1:2, bruv, get off that trade. So hiyo ndio the fourth step. Now, advanced trader ni trader mwenye make profits consistently.
Kwa nini afanyikianga hivi advanced trader? So nikiangalia mwenye nilitoa strategy kwake, nilirealize kitu very simple kwake yenye wasee hawaja notice, na ndio maana wasee make do kama venye mimi na make. Na ni kitu very simple, ni system. Watu wengi wanafikanga advanced trader wanakaa hapo years. Watu wachache wanafikanga advanced trader wana notice fuck. Hapa itabidi nimebuild system. Vile sahi nikatoka kutumia cocaine ama bangi ama alcohol ama anything. Niamshwe cheki alde nikiwa high. Nitaingia kwa market na nianalyze na nitawin irregardless ya kama nitaweka stop loss pabaya, nitawin. Hii itafanyika kama uko na system. So advanced trader huwa anafanya vitu but not in a systematic way. Anafanya the correct thing but in a very, sitasema chaotic, intermediary ndo ako chaotic but anafanya the right thing. Advanced ako chaotic to some extent but anafanya the right thing extremely. So atapata tuseme for example ka ana trade mara 5 kwa wiki. Another red flag, kama una trade mara 5 kwa wiki, bravo. So advanced trader out of 5 days kwa wiki ana win trades mbili, na hizi mbili akiwin ana win big, ana lose 3, na hizi 3 akilose ana lose small, kumaanisha ni msemi master risk management, but bado hakuna hiyo consistency. So the reason as to why most of the people are party consistent profits, it's very simple. System, lazima ubuild system bro. Hii ikikugonga ukiunderstand the system ndio kila kitu, hapo ndipo trading journey yako itachange. So for example kama mimi na trading once ama twice a week, na trading once ama twice a week, nikuulize mimi na trade once ama twice a week, do you think that niko na high probability ya kulose ukilinganisha na mtu ana trade 5 times? Juu mimi kenye inanifanya ni trade twice ni system. Advanced trader trade kila siku juu hana system, anafanya the right thing but hana system. The reason as to why watu wanauma stop losses sana ni juu hawana system, ni juu traders mindset yao na entrepreneurs mindset yao ina conflict. Lazima hizo vitu mbili zikuwe extremely in line. Lazima kama traders mindset yako, lazima ujue nikiweka stop loss hapa na TP hapa hakuna kutoka. Entrepreneurs mindset yako lazima ujue okay, niko na account ya $100. Hii trade inaenda 1 una risk how much? Na risk 10 USD. So kwenye nataka kuweka low yangu, kwenye nataka kuweka stop loss yangu nikirisk 10 USD, itabidi sasa kama nataka kuweka stop loss at this level, itabidi sasa ni reduce lot size. Sikia, wacha kuchase profits sana, chase progress. So for example, most of you Kenya mnafanyanga ni mnapata good setup, na instead ya kuweka stop loss pali inafaa na lot size mpunguze, mnafanya the other way round. Mnaweka stop loss pahali ifai and then lot size mnaweka lot size kubwa. Hiyo kitu itakumaliza. You'd rather have a small stop loss but a good risk to reward. Na most of the time ukijipata unafanya hivi, risk to reward yako ni fact, it's a bad risk to reward. So risk to reward yako ikuwe poa. For example mimi nimeingia kwa market kama hii wiki, kuna trade niliingia on Tuesday ilikuwa iko na risk to reward 1:5 holding. Haya, nimeingia kwa hiyo trade, nimeona risk to reward ni 1:5, stop loss nimeweka place, TP nimeweka place. So risk to reward ni 1:5, inamaanisha nitatumia lots kubwa, unaona? Hadi si lots, hiyo ni uongo, nitatumia lots kidogo but return itakuwa kubwa. So risk to reward hapa ndipo entrepreneurs mindset. Sikia, entrepreneurs mindset ni very simple. Ni hii, stop loss umeweka pali pazuri, take profit umeweka pali pazuri, una risk how much kwa hiyo market, ati kwa hiyo market una risk how much against your account, risk to reward ni how much. Simple. Hizo ndizo the entrepreneurs mindset, ni extremely simple. Now utajipata most of the times hadi ukiwa na entrepreneurs mindset yako iko in check na inaitwa aje, traders mindset yako iko in check, utajipata most of the time unauma losses, extreme losses. So unafaa ufanye nini? Si losses, actually si losses, hautauma losses. Hii utafanya bro, msijali na glitch sana, niko na lot of thoughts kwa brain. Sikuwa nikufanyie video hapa. Pale naona butters na misbehave, niko na lot of things nafaa kufanya, bado kuna place naenda saa hii sherehe. So sikia, eka hii rule kwa mind yako, ukiingia trade hakuna kutoka. Watu wengi wanaluzingi juu wanaingianga trade wakitoka. Ukiingia trade ukitoka, jiambie ni gay.
Now that the largest demographic ya 100% of watu watch video zangu ni men, sikia, ukitoka trade we ni shoga, hakuna kutoka trade, vumilia hiyo shit. Hakuna vile utaamka, hakuna vile uta work hard on something and then ikifika wakati wa kuexecute na turn back against yourself. Hapo mimi siwezi kusaidia. But kenye ilinisaidia, nilikuwa na hiyo tabia, naingia trade nikitoka, naingia natoka, naingia natoka. After niliweka hiyo rule ya exit is at take profit ama stop loss, na nikitoka mimi ni shoga, tangu hapo hiyo shida haijaini affect tena. Na sijui kanyi wase mna understand, wase wenye wako na WhatsApp yangu tunaongeanga na nyinyi, mnajua like 2 months ago tunaongea October nilikuwa na blow accounts. Angalia leo 2 months later, look at me. 2000 USD, 5000 USD, 7000 USD. Mtu anaweza jiuliza mbona uhami home? It's simple, like it's not the right time. Hadi sina haraka ya kuhama, but time ikifika nitaenda. But kitu inanishtua na watu ni the fact that hawaja understand hii kitu. Na mimi nakwambia aha moment yako ni wakati hiki tutakugonga, wakati utaketi chini urealize fuck. Ni traders mindset, entrepreneurs mindset. Hizo mbili zikikoalesce ni hivyo. Bro, ushatoka kwa block. We, unaona hadi kama una trade demo, ukiingia fuck demo. Mimi nachukia demo. Hadi kama una trade, ukiingia trade na utoki, hadi stop loss igongwe, wewe ushakuwa trader. Wewe sasa uko sasa top 0. Bro, unaona trade 99% wana lose, kuna 1%. Kwa 1% kuna 0.001, so utakuwa top 0.001. Wakati utatoa attachment yako na do. Unajua, it's not about kutoa attachment yako na do, it's about mastering the strategy. Lazima umaster fact is, lazima umaster traders mindset. Lazima ukuwe na system behind your trading which is based on market analysis. Hiyo ukimaster, automatically entrepreneurs mindset inakuja. Na zote mbili lazima zikoalesce, but ndio manage kupata entrepreneurs mindset, lazima traders mindset ingie. Sita kuficha, ndio ufike hii level yenye mimi brag. Si unaona hadi background, so siwezi brag. Sikia, ndio ufike hii level yenye niko, lazima work hard. Hakuna shortcut, lazima ufanye kazi. Lazima uspend 22 to 18 hours, 6 hours, 8 hours, 7 hours a day. Lazima umaster strategy. Na si strategy ni kakitu kadogo. Kuwa na system na ufuate hiyo system, itakusaidia. Siku moja God forbid family member wako anaweza kufa, ukuwe so depressed, but juu system umekuwa system. For example, si binadamu ni patterns. Saka mimi sahi nitatoka niende pahali ni saa 2, nimezoea kuenda pahali saa 2. So ni the same thing na system yako ya trading. Umezoea kufanya hii kitu over and over again, and then unaenda ukimodify system mpaka ikuwe the best. Na kumodify system haimaanishi ati kutumia. Kuna hii shida inasumbuanga intermediary traders, ati wacha nitumie SMC, ICT, ICC, break and retest, trend lines, ati sasa nikuwe na multiple confirmations. Fuck that shit. Ni uende na SMC ama ICT ama trend lines ama moja zenyewe, hakunanga kumix. Ukimix unajiwaste, lazima ni moja. Understand? So lazima urefine hii system ya trading ikuwe so good, huku ukiingia kwa market analysis yako iko the best. Ndio sasa hapo entrepreneurs mindset ingia, utakuwa zile za okay, so mimi niko the best in analysis. Nikianalyze niseme gold na buy, so ni wakati wangu wa kumake dough from being the best. Nafanya nini? Fuck 1:1. Siingi trades za 1:1 risk to reward ratio. Fuck 1:2.5. Siingi hizo. Hii ni 1:1.7. It's a good trade, wacha niingie. Nikirisk $100 na make $1,700. Most of the time uta make $1,800 ama 2,000 actually. Ama slightly above 700. So iko like okay, nime make do. Uifike place iko like fuck 1:1.7. Nataka strictly 1:2. Bro, ebu imagine una target tu 1:2. Unajua uta avoid bro, unaona trading ndio kuwe professional. It's not about the amount of money you expose kwa market. It's not about the trades you take. It's about the trades that you avoid to take. It's not about the trades you take, it's about the trades that you avoid to take. Mimi naingianga kwa market. Kaa jana Nasdaq ilikuwa na setup moto, kama mnaona market forecast zangu za kila siku na recap. Sikuingia hiyo setup kwa nini? Juu risk to reward ilikuwa mbaya. Simple. Nimewahi kosa kuingia trade iko na risk to reward 1:1.7.
So nimefika level siwezi waste time yangu na do yangu kwa 1:1.7, nataka 1:2. Na every week siwezi kosa 1:2. So nita risk 1000, okay, nita risk 2500 USD. Hii 1:2, hiyo ni 5000 USD. Hiyo ni wiki moja. Wiki ingine siku mbili zikifuatana nipate 1:2. 2.5 2.5 10000 USD. Hivyo ndivyo mimi na behave. Na ndio umanage kukua profitable, ndio manage ku overcome losses zenye una make. Lazima traders mindset yako na inaitwaje na entrepreneurs mindset yako ziko less. Lazima understand system yako ya trading, lazima ujue risk unaweka, lazima ukuwe so strict on yourself. This is a very shallow video. Every Saturday nitakuwa nikimake psychology videos. It's like hizi face to face zinanibamba kuliko the analysis ones. So I'll see you next time, but to be sincere, ndio manage ku overcome losses zako, ndio manage ku avoid stop loss kwa hit. Lazima create system already uko nao. Sinafunza, niko na course kwa YouTube channel yangu tick. Lazima uivishe your system, ukuwe system yenyewe simple. So ukishakuwa system, entrepreneurs mindset inakuja. Next week nitakuwa nikiongelea kuhusu trading system yangu more in depth next Saturday. So my guys, have a good day. God bless you as we enter this week. I pray that utahit TPs na stop loss avoid. Peace, bruv. Gloria to